tutulie. Mimi ndio seneta wenu Godfrey Osasi, na nimekuja hapa leo. Mulisikia tuna watu walinipiga kule Kisumu, walikuwa wanataka kuniua, na leo tumekuja kusalamia nyinyi, kuambia nyinyi bado ningali hai. Na nimekuja na marafiki wengi watakuwa na nafasi ya kuongea na nyinyi. Ile kitu nataka kusema tu ni kwamba nilikuwa kule Kisumu, serikali ikanitumia majambazi ati waniue mimi, kwa sababu wanasema ati mimi niko na makosa mbili. Kosa la kwanza ati mimi nasema one term. Watu wangu wa Vihiga wala mlinichagua. Nyinyi mnasema aje? Nyinyi mnasema aje? Hebu tuone kabisa kwa kidole. Halo. Kosa la pili, wakasema ati waniue kwa sababu mimi kama kiongozi Muluya ati mimi naunga ndugu yetu Edwin Sifuna mkono. Niwauliza swali, wangapi wanaunga Sifuna mkono? Sisi tukiwa pale chama cha ODM walikuwa wananyanyasa Sifuna wakina Oburu, na mimi nikakataa, nikasema nitasimama na ndugu yangu. Kwa sababu ya msimamo ati wananitumia majambazi waniue. Hao watu ni wazuri wabaya. Shetani ashi. Alafu pia wakasema pia ati wanataka kuniua kwa sababu ati wanasema Ruto ako na mtu ambaye ameshika mkono akuwe gavana wa kaunti, na asema sote hataki. Wangapi wanasema sote akuwe gavana? Wacha nione. Sasa Mungu ni mwema, ameniponya, niko hapa leo. Tukitoka hapa tunaenda kusalamia watu wa Majengo. Tukitoka Majengo tunaenda Luanda. Mimi nataka kuambia mashemeji wangu, mimi ndio mlinipatia bibi. Bibi yangu anatoka hapa chini cha Kitulu. Kwamba nitaendelea kusimama imara. Mimi ni mwanaume amejaa koloni. Hakuna mtu atanitisha. Na nyinyi mtasimama imara na mimi. Wacha nione kwa kidole juu. Sisi tunasema hivi, maisha Kenya imekuwa ngumu. Bei ya mafuta imeenda juu. Na yeye alituambia bei ya mafuta itapanda. Watu wetu wanaumia. Vijana mnaumia, muumii. Sasa wakati mimi naenda kuwatetea kule, ninakosa ama nafanya kitu ya maana? Sasa nataka muungane na mimi. Tunasikia wanakuja hapa tarehe 1. Walikuwa wametuambia ati stadium ya Majengo pale Kidundu itakuwa imeisha, ati tarehe 1 wafanyie pale. Saa hizi wameenda kwa shule ya Tavakali High School. Hapo ndio wanataka kufanyia hapo. Wakuja watudanganye tena. Mko tayari kudanganywa? Hebu niona wale wanasema one term. Chama Bongo. Haya. Sasa mlikubalie
tunatambua viongozi ambao wako hapa hivi. Tuko na waheshimiwa wengi. Nitaanza na mheshimiwa hapa nyumbani, ametoka kule Busia, Mheshimiwa Oundo. Haya, sasa tufanye hivi, kwa sababu tuko nyumbani, tuna kijana wetu ambaye tunataka tusukuma mbele, ambaye ni kijana wetu wa hapa Western, kijana wetu wa Bungoma, ambaye ni seneta wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Huku mnaniona vizuri? Vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama hapa Chamahoho leo nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Mimi nimekuja niwarudishie mtoto wenu Mheshimiwa Godfrey Osot, kwa sababu mlituambia tukue tunachungana kama ndugu, si ndio? Osoti amevamiwa na majambazi. Sikuwa pale karibu, nataka niombe msamaha kwa sababu sikuwa karibu, lakini kwa mapenzi ya Mungu tulimleta Osoti Nairobi, akapata matibabu na tunarudi hapa nyumbani akiwa buheri wa afya. Tulipata simu nyingi sana kutoka hapa Vihiga kuuliza inawezekanaje seneta wenu ameenda kunywa chai katika mkahawa alafu wanamtumia majambazi waweze kumpiga jinsi ambavyo walimpiga. Na kitu Vihiga wewe, kitu ambayo inatuvunja moyo zaidi ni kwamba sio Osoti peke yake. Hali ya usalama Kenya hii imekuwa mbaya. Kila siku hapa Vihiga vijana wa bodaboda wanauawa hapa Vihiga. Hali ya usalama imekuwa mbaya sana, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba unajua hawa polisi wetu ni rafiki wetu. Makosa haiko kwa hawa polisi, makosa iko katika wale wakuu wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Kipchumba Murkomen na kasongo wake.